Oyega renge. Nataka kuwauliza tu swali moja. Kiambu muko tayari kama taifa letu la Kenya liko tayari kufanya kitu kizuri? Eti mumeamua namna gani? Eti namna gani? Nisikie tena. Hata sisi hivyo ndivyo tumeamua. Lakini mnipe nafasi niwaeleze hivi wenzangu. Sisi tunataka kuwaomba wananchi wetu wa Kiambu, wananchi wetu wa Mount Kenya na wenzetu wote katika taifa letu la Kenya. Tusikubali hii kasumba imeanzwa na serikali hivi majuzi ya kwanza kusikizia kabila moja ama familia ama jamii moja ya Kenya. Kusema ikishida tuko nayo imeletwa na watu wa Central Province. Tunakubaliana na hayo? Kila mahali unaenda nchi yetu ya Kenya kuna shida. Na shida ile tuko nayo haibaui sisi. Ukienda Homa Bay namna hiyo, ukienda Nyamira ni hivyo, ukienda Taita Taveta ni hivyo. Tuko na shida. Na shida ni uongozi mbaya. Na ndio sisi tunasema tafadhali wananchi ninawaomba. Tuungane sisi wote pamoja. Tuwe na imani kwa nchi yetu kwa sababu uongozi ukwenda Kongo ama ukiharibika sisi tusikose imani kwa nchi yetu. Let us not lose hope. Tukiungana sisi wote pamoja, tukisimama pamoja, tunaweza kubadilisha vile maisha yetu yako sahihi na tunaweza kubadilisha serikali, tuwe na uongozi wa kuaminika, viongozi ambao wanatuambia mambo tunaamini, sio viongozi wa kutudanganya kila wakati. Wananchi tumekubaliana? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuaminika Kenya? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuwajibika? Kwa sababu mambo kama haya mauaji ambayo yamefanyika hapa, tunasema wale ambao wamehusika uchunguzi ufanye, waadhibiwe kisheria, kwa sababu hatuwezi kuishi kama wanyama, watoto wanapiwa namna hii, wanauawa vile tumeona siku ya leo. Mimi nawashukuru na waomba tafadhali tuweke amani na tukae pamoja kwa hii safari ya kubadili uongozi wa nchi yetu, kubadilisha maisha yetu na kuhakikisha kwamba sisi tunakaa pamoja kwa amani. Tusisikie haya maneno ya kwanza kutugawanya sisi kwa msingi ya kikabila, kusema hawa ni kabila hii, ni kabila ingine. Hapa Kiambu, nikiangalia hapa Kiambu ni sura ya Kenya. Kuna Wakenya kutoka hata Nyamira hapa, kuna Wakenya kutoka Kisii, kutoka Homa Bay, kutoka kila mahali. Wananchi tunataka kugawanya namna hiyo? Tusikubali kabisa mambo kama haya. Tuungane pamoja, tuwe pamoja na tuhakikishe kwamba tunaendesha nchi yetu, tunaenda mbele. Mungu na wabariki. Asante sana. Asanteni. Wapi Jeremiah? Wana madhuburia yako wapi? Oh! Ongeza sauti Jeremiah, ongeza sauti. Asanteni, niwatambue vijana. Kuna kijana Gen Z anaitwa Kamau. Huyo ameshambuliwa sana. Tuko hapa na Mheshimiwa Manjenga. Manjenga. Tuko na Mheshimiwa Mara. Mheshimiwa Senator Mara yuko hapa. Kuna Mama Jane Kitungi. Kuna Honorable Odhiambo Sukari. Unasikia kweli Kenya hapa Odhiambo? Na kuna Kiruga hapa, mnajua Kiruga? Kiruga huyu. Mheshimiwa Mbithe, kijana mdogo huyu, Mbithe ni pilot. Na Mheshimiwa Mawadhe kutoka Embakasi.
Kwa hivyo tunasema asante, tutarudi hata tutaenda Kirigiti pale. Wacha niwaambie hivi leo, huyo mtu anaitwa William Ruto, siku yake ni chache, si ndio? Awache kuua Wakenya, awache kuiba mali yetu, awache kudhulumu Wakenya. Harambee! 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 Aende asiende, asonge asisonge, nani anaua jenzi? Nani mwizi wa Kenya? Nani ameharibu uchumi? Nani anaharibu uchumi? Nani ameharibu nchi ya Kenya? Aende asiende, harambee! Wacha niwaambie hivi, hawa viongozi wetu tunawaambia, hii Kenya haitabadilika kama William Ruto hatapelekwa Kamete. Wangapi wanataka William Ruto apelekwe Kamete? Afungwe asifungwe? Ni mwizi sio mwizi? Ni muuaji sio muuaji? Ni muongo sio muongo? Aende asiende, harambee! Sasa nikimalizia, mimi niko hapa kwa sababu ya kiongozi wangu Kalonzo Musyoka na chama ya Wiper. Nikisema Wiper mnasema okoa Kenya, Wiper. Nikisema Wiper mnasema ukombozi. Sasa Wiper, Kalonzo ametosha hajatosha? Ako sawa yuko sawa? Yuko fiti hayuko fiti? Wapi nuru ya Kalonzo? Sasa tukaribishe Mheshimiwa Fred Matiang'i. Oyega renge. Nataka kuwauliza tu swali moja. Kiambu muko tayari kama taifa letu la Kenya liko tayari kufanya kitu kizuri? Eti mumeamua namna gani? Eti namna gani? Nisikie tena. Hata sisi hivyo ndivyo tumeamua. Lakini munipe nafasi niwaeleze hivi wenzangu. Sisi tunataka kuwaomba wananchi wetu wa Kiambu, wananchi wetu wa Mount Kenya na wenzetu wote katika taifa letu la Kenya. Tusikubali hii kasumba imeanzwa na serikali hivi majuzi ya kwanza kusingizia kabila moja ama familia ama jamii moja ya Kenya. Kusema eti shida tuko nayo imeletwa na watu wa Central Province. Unakubaliana na hayo? Kila mahali unaenda nchi yetu ya Kenya kuna shida. Na shida ile tuko nayo haibagui sisi. Ukienda Homa Bay namna hiyo, ukienda Nyamira ni hivyo, ukienda Taita Taveta ni hivyo. Tuko na shida. Na shida ni uongozi mbaya. Na ndio sisi tunasema, tafadhali wananchi ninawaomba, tuungane sisi wote pamoja. Tuwe na imani kwa nchi yetu, kwa sababu uongozi ukwenda kombo ama ukiharibika, sisi tusikose imani kwa nchi yetu. Let us not lose hope. Tukiungana sisi wote pamoja, tukisimama pamoja, tunaweza kubadilisha vile maisha yetu yako sahihi, na tunaweza kubadilisha serikali, tuwe na uongozi wa kuaminika, viongozi ambao wanatuambia mambo tunaamini, sio viongozi wa kutudanganya kila wakati. Wananchi tumekubaliana? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuaminika Kenya? Wangapi mnasema tunataka serikali ya kuwajibika? Kwa sababu mambo kama haya mauaji ambayo yamefanyika hapa, tunasema wale ambao wamehusika uchunguzi ufanye, waadhibiwe kisheria, kwa sababu hatuwezi kuishi kama wanyama. Watoto wanapiwa namna hii, wanauawa vile tumeona siku ya leo. Mimi nawashukuru na waomba tafadhali tuweke amani na tukae pamoja kwa hii safari ya kubadili uongozi wa nchi yetu, kubadilisha maisha yetu na kuhakikisha kwamba sisi tunakaa pamoja kwa amani. Tusisikie haya maneno ya kwanza kutugawanya sisi kwa misingi ya kikabila, kusema hawa ni kabila hii, ni kabila ingine. Hapa Kiambu, nikiangalia hapa Kiambu ni sura ya Kenya. Kuna Wakenya kutoka
hata Nyamira hapa kuna Wakenya kutoka Kisii, kutoka Homa Bay, kutoka kila mahali. Wananchi mnataka kugawanya namna hiyo? Tusikubali kabisa mambo kama haya. Tuungane pamoja, tuwe pamoja na tuhakikishe kwamba tunaenda mbele. Mungu na wabariki. Asante sana.